La mwisho ambalo nisema kwamba naomba kulimalizia ni kutoa wito kwa vyama vya ushirika vyote kupitia mkutano huu mkuu juu ya kuanzishwa kwa huduma mbalimbali zinazotolewa na Shirikisho la Vyama vya Ushirika Tanzania. Kwa wale wajumbe ambao walikuwepo kwenye mkutano mkuu wa shirikisho, utakumbuka kwamba Waziri wa Kilimo kwa sasa alitoa maagizo mbalimbali. Mengine tulikuwa tayari tumeshaanza kuyafanyia kazi na mengine imebidi tuyaweke kwenye mchakato baada ya kupokea maagizo yake. Agizo la kwanza ambalo linaenda sambamba na huduma ambazo shirikisho limepanga kuzitoa kuanzia sasa na mpaka kufikia 2030 ni mchakato mzima wa kuanzishwa kwa SACCOS katika ngazi za union. Programu ambayo tulikuwa nayo awali ilikuwa tunaita ni SACCOS to AMCOS, kwamba angalau tuone uwezekano kwamba kwenye kila AMCOS kuwepo na dirisha au huduma ya kifedha inafanyika pale. Lakini baada ya kuchakata na hasa kwa kuzingatia mifano ambayo imekwisha kupatikana katika maeneo mengine, tumesema ni vyema tukaanza hili zoezi katika hatua ya union. Ndugu zangu, kukopa ni jambo zuri sana, lakini kuwa mtegemezi wa mikopo kila mwaka si jambo zuri. Kukopa ni jambo zuri, lakini kuwa mtegemezi wa mikopo kila kunapokucha sio jambo zuri na sio jambo la afya sana kwa ustawi wa jamii ya Kitanzania. Tunasisitiza hili kwa sababu gani? Kwa sababu tulichokibaini ni kwamba sehemu kubwa ya Tanzania tumejengewa fikra kwamba wakati wa msimu utakapofika benki zipo, ninaenda kukopa, na wakati wa minada na malipo fedha nikipata mimi ni ya kutumia. Lakini jambo kubwa kabisa ambalo tumekuja nalo kama chama kikuu cha ushirika LATCO mkoa wa Katavi ni swala la uwekezaji. Chama kikuu cha ushirika kinawekeza katika jengo la kibiashara linaloitwa LATCO Mall Complex, ambalo hilo katika ukanda wetu katika mikoa ya huku nyanda za magharibi kiukweli litakuwa ni jengo la kwanza. Na kwa nini tunafanya hivi? Kwa sasa hivi vyama vya ushirika tunataka kwenda na utaratibu wa uwekezaji, kwa sababu uwekezaji ndio unaotoa tafasiri halisi ya maendeleo ya kiuchumi. Kwa hiyo tumeamua kuja na wazo hilo na huo mpango, kwa maana mradi ambao umepitishwa na wanachama leo unatakiwa kuanza kwa kasi. Mradi huu unakadiriwa kuwa na gharama ya shilingi bilioni 5.5 ambazo zitafanya kazi katika huu mradi, na huu mradi utafungua fursa nyingi sana kwa wafanyabiashara wa mkoa wa Katavi, lakini pia hata nje ya mkoa wa Katavi. Wana ushirika tunajitahidi kwenda sawasawa na malengo ya serikali, kwamba wafanyabiashara na wadau mbalimbali ambao wanataka kuja kuwekeza au kufanya shughuli mbalimbali wasije wakakosa mahitaji ambayo yanaweza yakawa ni kikwazo katika uwekezaji wao. Lile jengo litatoa huduma ambazo zote ambazo zinapatikana za kibinadamu, kwa maana ya kwamba majengo ya maduka ya biashara mbalimbali, lakini pia vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika kwenye kilimo, yaani kila kitu. Lakini hatuwezi kusahau swala zima la kupumzisha akili. Mpanda hii hatuna eneo ambalo kiukweli watu wanapofikia katika siku za mwisho wa mwaka, lakini hata weekend, sehemu ya kwenda kupumzika pamoja na familia. Hili tumeliangalia kwamba hii ni fursa ambayo iko wazi na tunaenda kuitumia kuleta mabadiliko chanya ya kimaendeleo na uchumi wa mkoa wa Katavi. Kwa majina naitwa Peter Nyakunga, ni mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika katika mkoa wa Katavi. Leo ilikuwa ni siku ya mkutano mkuu wa chama kikuu cha ushirika cha LATCO,
chama ambacho kina idadi ya wanachama 24 kati ya vyama tulivyonavyo 52 katika mkoa wetu huu. Tumesikia hotuba ya mgeni rasmi kwenye wakati wa ufunguzi wa mkutano, na mimi kama msimamizi wa vyama vya ushirika katika mkoa wetu wa Katavi ni kwamba yale ambayo amesisitiza mgeni rasmi basi tutakwenda kuyasimamia na kuhakikisha kwamba tunatekeleza. Lakini kubwa ambalo tumetoka nalo hapa, kwa kuwa chama kikuu hiki sasa kina mpango wa kwenda kuanza uwekezaji katika jengo la kisasa kwa ajili ya wanataka kwenda kufanya uwekezaji wa kujenga jengo kubwa ambalo wataita kama ni Latco Shopping Mall. Basi sisi kama wasimamizi, na kwa kuwa hata mgeni rasmi amesisitiza hilo, basi tutahakikisha kwamba tunakwenda kuwasimamia na taratibu zote za kufanya huo uwekezaji wao basi wanakwenda kuzifanya kwa kufuata ile misingi ya sheria ya ushirika, lakini pia na sheria nyingine ambazo zipo nchini, hasa kwenye upande wa shughuli za sheria za manunuzi, kuhakikisha ule mtaratibu wote unakwenda vizuri na huo uwekezaji wao wanaofanya vizuri. Lakini pia katika mkutano huu wanachama wamejadili masuala zima la bei ya tumbaku, lakini pia na ufungaji wa ngulai katika tumbaku. Tumeendelea kuwasisitiza wakulima wawe makini na kufunga tumbaku kwa uaminifu, waachane na kufunga ngulai, lakini pia vile vifungashio wanavyovitumia. Kuna vifungashio vya aina mbili. Kuna magunia ambayo yameshatumika ambao huwa yanarudishwa na kampuni maarufu kama majafafa, lakini pia kuna magunia mapya. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza kwa viongozi wa vyama kwamba mkulima ambaye atakwenda kuuza tumbaku yake katika vifungashio ambavyo vimefungia, kama atakuwa amepewa ile magunia ambayo alikwisha yatumia na kampuni wameyarudisha, ambao kwa maarufu yanajulikana kama majafafa, basi mkulima huyo haruhusiwi kukatwa hata senti moja katika majafafa hayo, na pesa pekee ambayo anaruhusiwa kukatwa mkulima kwenye vifungashio ni yule ambaye atakuwa amepewa ile magunia mapya. Basi hayo ndio ataruhusiwa kukatwa, lakini kama mkulima amepewa jafafa, basi hilo jafafa mkulima maki hilo jafafa ni mali yake. Alinunua msimu uliopita, akafungia tumbaku yake, kampuni imechukua tumbaku imemrudishia gunia lake. Sasa vyama vya msingi tunavisisitiza kuhakikisha kwamba wakulima hawa hawakatwi pesa kwa ajili ya majafafa ambayo yanatumika kwa ajili ya kufungashia tumbaku. Lakini pia mkoa wa Katavi, wakati tunaanza mwaka huu wa fedha, tulikuwa tuna vyama 57 ambavyo tulikuwa tunasajili kwenye mfumo wetu wa usimamizi wa vyama vya ushirika maarufu kama MOVE. Miongoni mwa vyama hivyo vipo vyama 5 ambavyo vilikuwa viko kwenye mfumo, tumekwisha vifuta. Vyama hivyo ikiwemo ni Mwese AMCOS, Kasokola AMCOS, tuna Latco SACCOS, lakini tuna Mpanda Teachers SACCOS. Na sababu kubwa ya kufuta vyama hivi ni kwamba vimekuwa ni doma, yani vimekuwa sinzia kwa muda mrefu. Ni vyama ambavyo zaidi ya miaka 3 vimekuwa tunavitambua kama ni vyama vipo, lakini havifanyi kazi, na wala hata ukisema utafute wanachama wake, utafute viongozi wake, huoni mahali pa kuwapata. Na sisi kwenye sheria yetu ya ushirika inaelekeza kwamba chama cha ushirika ambacho kitashindwa kufanya kazi ya kuhudumia wanachama wake kwa kipindi kinachozidi zaidi ya miezi 6, basi chama hicho kitafutwa. Lakini huwa kuna taratibu ambazo zinatuelekeza za kufuta vyama. Moja ya taratibu kwanza ni kutoa notice kwa watu ama wakazi wa eneo husika ama wale waliokuwa wanachama, kuwapa kusudio la kwamba vyama hivi tunakwenda kuvifuta, na watu tunatoa ile kusudio ambalo linakaa kwa muda wa siku 90, ili kama kuna watu wataona kwamba hapana, chama hiki hakitakiwi kufutwa, basi walete sababu kwa nini chama chao kisifutwe.